Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kukaribisha tena katika kipindi chetu pendwa kabisa, ile chaneli ya 255 TV KR 255 TV New. Ninasema new kwa sababu wako watu walifuatilia katika zile chaneli zangu nyuma ya vipindi, mliweza kujifunza mambo mengi. Sasa nikasema kwamba naleta sehemu ya pili ambayo ni mpya. Kwa sababu gani? Ni uboreshaji wa mada, uboreshaji wa huduma. Mimi kawaida, kama inavyokuwa ada, huwa ninafundisha. Ninakufundisha wewe ili uweze kujifunza, uweze kuangalia dunia imekaaje. Maana yake maudhui ya kipindi hiki ni kwamba nikufundishe wewe ufanye vitu ambavyo vinakutoa katika lengo baya. Kikubwa ni katika maadui watatu kati ya huyu mmoja, lakini mimi naongea adui mmoja ambaye ni umaskini. Yule Sheikh Kumbanguru yeye huwa anaongea adui maradhi. Yote haya ni katika namna ya kuifanya jamii iweze kupendeza, lakini mimi ninaongea na adui mmoja tu ambaye ninamchukia sana, adui umaskini. Ndugu yangu, mzee, kijana, mtoto, mwanamke, mwanamume, bibi, kikongwe, umaskini ni kitu kibaya sana. Huna thamani katika hii dunia, huna maana yoyote kuishi katika hii dunia kama wewe ni umaskini. Viongozi wetu waliopita, kina Mwalimu Nyerere alisema maadui ni watatu: ujinga, maradhi na huu umaskini. Vitu vibaya kweli kweli. Na dhamira yake vinajulikana kwamba dhamira ya kuweza kutibu haya maradhi ni elimu. Sasa mimi nimekuwa najitahidi kukupa elimu ili uweze kuachana na haya mambo, ili uweze kukaa katika hali ya kawaida. Watu wengi wananipigia wakidhani mimi ni mganga wa kienyeji. Mimi sio mganga wa kienyeji. Mimi ni tabibu alimi. Ni tabibu mwenye elimu ambaye ninakushauri na kufundisha, kisha wewe unafanikiwa na mimi napata faida kidogo na kubwa sana, namtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa leo nilikuwa na kukumbushia lile somo langu, kwa sababu watu hamjalielewa vizuri somo la fimbo. Ile fimbo unyofe niliyokuwa na kueleza fimbo, imefika mahali watu wananunua, wanaagiza bila kuelewa kama wanaagiza kwa misingi gani. Ile fimbo ni kitu kikubwa sana. Wengine wamefika mahali ambapo mimi nakataa. Mimi ndio nitaitoa zile fimbo ikiwa imechongwa na kwenye ncha yake kuna alama nyeusi. Nitakuja kuwaonyesha ili muweze kuziangalia vizuri, mzitambue, kwa sababu hapo watu wengine wanatoa wanasema wanauza fimbo aliyakuwa sio fimbo. Wengine wanaita fimbo ya Nabii Musa. Unajua fimbo ya Nabii Musa? Mitume wote wa Mwenyezi Mungu walikuwa na fimbo wote. Hata Nabii Muhammad mtume wa mwisho, kama utasema alitokea Uarabuni, alikuwa anatembea na bakora. Sasa kujiulize tafsiri ya ile kitu ni nini? Wewe fanya biashara ni heshima, wewe maskini ni kupata fedha. Ingekuwa kuna mabilionea zamani, ndio walikuwa mabilionea. Kwa sababu ngamia mmoja alikuwa anauza bei ghali, lakini mnasikia katika historia tu mnasema wazee wa zamani walikuwa maskini, walikuwa wanatembea kwa miguu, walikuwa na misafara. Hivi wewe unaweza kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwa punda au kwa ngamia, wewe ni msafara mrefu? Hilo sio somo langu. Somo langu nazungumzia kuhusiana na ile fimbo unyofe. Hebu ipate ile fimbo unyofe. Na bahati nzuri sasa hivi zimekuja, ziko 94. Wenzenu Waarabuni huwa wanawanyakua, wanawazidi akili. Sasa na nyinyi sasa, safari hii nataka nyinyi Afrika na Tanzania na Kenya, nyinyi ndio wadau wangu wakubwa. Mmenifuata katika mambo mengine, lakini sasa nakuja kuwaleta katika fimbo. Fimbo hii nitaitoa kwa sadaka jaria. Nimewaambia kabisa, kwa pesa ya Tanzania nitaitoa kwa 460,000 tu. Ukiwa Kenya ithamanishe hiyo. Hii 40,000 nimeitoa. Hiyo nunua, fanya nini kwa ajili ya usafiri ili uipate fimbo hiyo. Uondokane na umaskini. Sio unakuwa maskini tu. Kitu kizuri unaona kibaya. Ukiona sura yako unaanza kukasirika. Unasema anakuja kuwafanya watu wawe na maisha mazuri. Wewe ni maskini na wazo yako ni maskini, ndio maana hutaki maisha mazuri. Hakuna mtu anayetaka shida. Watu wote wanapenda amani. Wawe kina Rashidi wanapenda amani, wawe kina nani, wote wanapenda amani na mapesa.
Salamu alaikum.